kuna malalamiko ambayo yanakuja kwetu kwamba sisi kama wanawake hatukai kwenye nafasi zetu. Sisi kama wanawake hatusimami kwenye ile position wanaume wanataka tusimame. Na haya malalamiko wanayaleta wanaume kwamba hatukai kwenye nafasi zetu, lakini hatujui ni nafasi gani hatujakaa kama wanawake. Je, wewe kama mwanaume unaweza ukatuambia sisi labda ni mahali gani hatujakaa kwenye nafasi zetu? Inawezekana ni kweli kuna wanawake hawajakaa kwenye nafasi zao. Sawa. Inawezekana kabisa hii ni ipo. Sawa. Sawa. Lakini kabla sijaja kulijibu hilo swali, nirudi kwanza kwa wanaume ambao wanalaumu kwamba wanawake hawakai kwenye nini? Kwenye nafasi zao. Kwamba majukumu mengine hawatekelezi labda. Sawa. Sasa ili mwanamke aweze kukaa kwenye nafasi ya kwake, ni lazima pia mwanaume akae kwenye nafasi yake. Yes. Sio, umenielewa? Yes. Nitolee mfano mmoja. Mmea unategemea kitu gani ili uweze kustawi? Ardhi. Unategemea ardhi. Kama ardhi isipokaa kwenye nafasi yake ya kusupply maji, chakula na nutrients, huu mmea utaweza kustawi? Hauwezi kustawi. Ina maana automatically huu mmea lazima utakauka au utakuwa dhaifu kwa sababu ardhi haijakaa kwenye nini? Kwenye nafasi yake. Sio, umeelewa? Ndio. Kwa hiyo ukiangalia tangu uumbaji, Mungu alimuumba Adam, akamweka kwenye bustani. Kwa hiyo chanzo cha mwanaume ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Lakini baada ya kuumbwa Adam, ndo anakuja kupatikana mwanamke kupitia nani? Adam. Yes. Kwa hiyo tafsiri kwamba ni chanzo cha mwanamke ni mwanaume ambaye mwanzo wake alikuwa ni Adam. Sawa. Sumi ni mpaka hapo. Kwa hiyo ili mimi mwanaume niweze kustawi, kitu cha kwanza natakiwa niwe karibu na Mungu ambaye ndo sustainer, ambaye ndo kama ni tuseme nini, ni mtunza bustani, kama ndo mmwagiliaji. Mungu ndo anayesupply kila kitu kwangu mimi mwanaume. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mimi natakiwa niwe karibu na Mungu kwa sababu Mungu ndo ardhi yangu. Sawa. Sio, umenielewa? Tukija kwa upande wa mwanamke, ili mwanamke aweze kusustain, aweze kukaa kwenye position, aweze kukaa kwenye nafasi ambayo Mungu anataka akae, ni lazima mimi mwanaume nikae kwenye nafasi yangu kwanza. Changamoto iliyopo ni kwamba wanaume wengi sasa hivi hawako karibu na Mungu wao aliyewaumba. Sawa. Kwa hiyo hawajui wanatakiwa wafanye nini kwenye ndoa zao. Sawa. Hawajui wanatakiwa wakae kwenye position gani. Kwa hiyo mwanamke naye anachanganyikiwa, hajui amsaidie wapi mwanaume. Sawa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tunapokuja kulaumu wanawake, tujiulize kwanza sisi tupo kwenye position gani? Yes. Sio, umeelewa? Je, nipo karibu na Mungu kama Mungu anavyotaka? Je, namtafuta Mungu usiku na mchana? Je, ninafanya maombi usiku na mchana kwa ajili ya huyu mwanamke ambaye amekuja kunisaidia? Kama sifanyi hivyo, ninaanzaje kulaumu kwamba mwanamke akae kwenye position yake? Mwalimu darasani asipokaa kwenye nafasi yake kufundisha, mwanafunzi hawezi kufaulu. Hawezi kufaulu automatically, si ndio? Utaanzaje kumlaumu mwanafunzi kwamba anafeli na kati hujawahi kuingia darasani kufundisha? Sawa kabisa. Kwa position ya mwanaume, yani sisi wanaume ndo wa kwanza kufeli, ndo tunaofanya wanawake wachanganyikiwe na washindwe kujua huyu mwanamke anamsaidia wapi. Sawa. Sio, umeelewa? Kwa failure inaanzia kwetu. Sio kwenu. Inawezekana ni kweli wapo. Sawa. Lakini failure inaanzia kwetu. Tumba kama umenipata? Nakupata vizuri. Kwa changamoto haijaanzia kwao, changamoto imeanzia kwetu sisi. Tumeshindwa kukaa kwenye position. Mwanamke asimame kwenye nafasi yake, anamtegemea mwanaume awe kwenye nafasi yake. Yes. Na ni kweli kwamba mwanamke bila mwanaume hawezi. Hiyo ni uhalisia. Basi na mwanaume bila Mungu hawezi. Na ndo chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuteteleka, ni mwanaume asiposimama karibu na Mungu wake. Kwa hiyo imepelekea sasa nyinyi mnatulaumu, lakini wenye makosa wa kwanza ni nyinyi. Shida ni kwamba wanaume hawajajua kwamba makosa ni ya kwao. Yaani kitendo tu cha huyu mwanaume kuwa mbali na Mungu wake aliyemuumba, tayari ameshapoteza power ya utawala. Akipoteza ile power ya utawala, kamchanganya mwanamke. Sawa. Mwanamke anashindwa kujua amsaidie wapi huyu mwanaume. Sawa. Akae kwenye nafasi gani ili kumsaidia huyu mwanaume. Kwa hiyo kabla hatujatupia lawama kwa wanawake, sisi kwanza tujiulize tuko sawa na Mungu aliyetuumba? Kama ardhi haiko sawa, haina rutuba, haina mbolea, haina chochote, unaulaumuje mmea kustawi? Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo tuanze kwanza sisi kujiweka vizuri, halafu baada ya hapo tuje tuwalaumu hawa wanawake kukosa kukaa kwenye nafasi zao. Mwanamke tegemezi lake ni kwa mwanaume. Exactly. Na ndio maana usiku na mchana tunaolewa.
tunaenda mahali ambapo tunategemea joto, tunategemea rutuba, tunategemea mbolea. Yes. Sawa, kuzaliana kwetu sisi rutuba yetu na ardhi yetu ni mwanaume. Maana yake sasa mwanaume anatakiwa arudi kwa Mungu wake na asimame vizuri na nani? Na Mungu wake, kwa sababu ndiko anakopata mbolea, ndiko anakopata kila kitu ili aweze kuzalisha mimea yake vizuri, si ndio? Yes. Basi wameelewa, na kama hawajaelewa watakuja kwenye comment. Yes, watatuambia pia kwamba wameelewa wapi na wapi huwa wanafeli. Yes.